Kutoka huko mbali mpaka hapa, sisi ni Nyota Shine TV. Naitwa Bahati Simwiche. Nimekuja kwa mtumishi wa Mungu Pastor Sita Richard Majani. Tuweze kupiga na story 2-3 kuhusiana na maneno ya Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Naona imekuwa surprise finally. Kwa kweli nimefurahi kuja kunitembelea. Unajua tuko nje ya mji kidogo, kwa hiyo tunapowaona waandishi wa habari especially wa media za gospel kama wewe, kwangu mimi inakuwa ni faraja na ni baraka. Amen, amen. Karibu sana. Asante sana. Yes. Kutoka kitaa, mtoto wa kitaa mpaka uchungaji. Ni neema. Tuna kanisa linaitwa Bawoj Ministries kama unavyoliona, na kwa kweli Mungu ana uwezo wa kubadilisha historia na kesho ya mtu, na mtu akaishi tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanamtarajia. Okay. Yes. Nini maana ya Bawoj? Bawoj ni kifupi cha neno ambalo ni la Kiingereza linalotambulika kama Blood and Water of Jesus Ministries, ambayo blood inasimama kwa ajili ya damu, and water ambayo ni maji of Jesus, manake ni maji na damu yaliyotoka ubavuni mwa Yesu, yaliyotoka kwenye ubavu wa Yesu wakati akiwa pale msalabani anasulubiwa. Yes. Okay. Unawazungumzaje watumishi wa Mungu wanaochipukia sasa hivi? Je, unadhani katika Kristo ni anguko ama ni kuinuka? Maana ni wanakuja wengi na ni watu tofauti na kama hivyo, kama kina Apostle Tony Kapola. Unawazungumziaje? Okay, cha kwanza tunapozungumza kwa habari ya kuchipuka kwa watumishi, mimi pia ni mmoja kati ya watumishi ambao ni wamechipuka. Lakini niseme tu kwamba tunaonekana tumechipuka kwa sababu tulikuwa pengine labda hatujulikani, lakini underground tulikuwa tunafanya huduma. Sasa nijibu tu kwamba ni sio anguko kwa Kristo, bali ni baraka, kwa sababu kadri tunavyozidi kuwa wengi katika utumishi ndivyo inavyozidi kutusaidia kuifikisha injili kwa spidi kubwa, kwa sababu ikumbukwe tu kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo Yesu anazidi kukaribia kurudi kulinyakua kanisa. Na moja kati ya jambo ambalo lilikuwa limekusudiwa kwa kanisa ni kwamba inatakiwa injili ihubiriwe kote, na sisi kama watumishi wa Mungu tunatakiwa kuwa wengi kiwango cha kuwafikia watu wengi na kuipeleka injili kwa watu wengi. Sasa niseme tu kwamba sio anguko, bali ni baraka. Nimekuwa nikizungumza mara nyingi, kuongezeka kwa makanisa ni ushindi kwa Kristo. Ndio. Kwa sababu moja kati ya maandiko yanasema ya kwamba injili itahubiriwa hata kwa masihara, hata kama kwa mzaha. Ndio. Lakini injili itahubiriwa, na ndio maana si ajabu ukapita kwenye baa ukasikia nyimbo wanapiga nyimbo za injili, ni bebe, ni bebe, ni bembeleze, ni bebe. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ambavyo injili inapita, na ni lengo la Mungu mwenyewe kwamba siku ya hukumu asiwepo mtu yoyote wa kusema mimi sikupata nafasi ya kuisikia injili. Lakini pia jambo jingine ambalo ninaweza nikaongezea, kwa mfano umemzungumzia Pastor Tony. Ndio. Kwanza Pastor Tony, mimi nimepata neema kwa kiasi sana kuwa sehemu, yani kuwa karibu na baadhi ya watu waliowahi kuwa karibu na yeye. Cha kwanza kabisa ni mke wangu, ambaye baba mkwe wangu na mama mkwe wangu walikuwa ni family friend wa wazazi wake Tony. Ndio. Kwa hiyo mke wangu pamoja na dada zake Tony waliwahi kucheza, kuishi pamoja kama marafiki kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi nimepata historia ya Tony kutoka kwa mke wangu, lakini pia kuna mtoto wangu wa kiroho ambaye sasa hivi hayuko hapa, yuko kikazi mbali na hapa, amewahi pia kunipa historia ya Tony. Kwa hiyo Tony sio kwamba amechipuka tu from nowhere,
na wengi wamekuwa wakidoubt mafanikio ya Tony, kwamba mbona kama kachipuka juzi kafika kaleta matokeo makubwa, na kuna watu wapo kwenye hii game ya huduma muda mrefu na hawana matokeo kama ya Tony. Niseme Tony, mimi huwa napenda hajui kama huwa ninamfananisha hivi, lakini Tony ninamfananisha na mwelezi wa Lebanoni. Mielezi ni miti ambayo kuinuka kwake juu kunategemeana na mizizi imeendaje chini. Okay. Yes, mielezi ya Lebanoni, Wakristo wengi wamekuwa wakifananishwa na ambao wako vizuri wanafananishwa na mielezi ya Lebanoni. Mwelezi wa Lebanoni ni miti ambayo ni mirefu sana, lakini ile miti kadri unavyoiona ni mirefu sana, basi inakuwa imechimba mizizi yake imeenda chini sana. Kwa hiyo tunapomzungumzia Pastor Tony, mimi nilipata historia yake. Yule jamaa ameanza huduma long time ago. Watu wengi wanadhani kwamba labda yule jamaa kaibuka from nowhere, lakini si kweli. Yule ndugu watu tu wampe maua yake na waheshimu huduma yake. Yule kaanza huduma, hajaanza jana. Okay. Hajaanza juzi, hajaanza miaka 3-5 iliyopita. Yule amekaa kwenye huduma kwa muda mrefu, kwa sababu mimi binti yangu ambaye sasa hivi amemaliza mpaka masters na ni mfanyakazi, ameajiriwa, yuko kazini, anakuambia Pastor Tony aliwahi kuwa anaenda waliwahi kuwa wanakutana naye kwenye haya makusanyiko na makongamano ya kishule. Pastor Tony alikuwa anafundisha kipindi hicho. Si unanielewa vizuri? Lakini pia nilikuja kuamini, kuna clip moja nilimuona mke wake anazungumza kwamba mke wake Pastor Tony amehubiriwa na Tony, ameanza kuisikia injili ambayo alielewa kwa mara ya kwanza ni kutoka kwa Pastor Tony. Manake anazungumza kwenye historia ambayo kabla hawajawa mke na mume. Umenielewa vizuri? Kwa hao ameelewa ile injili kutoka kwa Tony. Sasa kwa mantiki hii nikasema huyu ndugu kama tu, kwa sababu yeye na mke wake wana watoto, wana familia ambao na ndoa yao sio ya jana, sio ya juzi. Afu mke wake anazungumza kwamba alihubiriwa na Tony akaweza kuamini injili. Manake point ya msingi ni kwamba Tony hajaanza injili jana. Tony hajaanza huduma jana. Tony ingekuwa leo kwenye maisha ya kawaida ya kibinadamu, kuna msemo mmoja wasanii wa Bongo Flava kipindi hicho mimi nafanya muziki, walikuwa wanasema mimi naudai huu muziki. Leo Tony angeweza kusema kwamba anaidai injili. Na mimi nikiangalia yule ndugu kwa namna ambavyo, unajua mimi namkubali binafsi, kwa hiyo ni lazima sana nifuatilie. Unajua huwezi kumkubali mtu pasipo kumjua. Nilianza kumstudy, kutamani kujua huduma yake anafanyaje, amewekeza kwa muda gani. Yule jamaa amewekeza kwenye huduma. Yule jamaa hana ujanja. Yani moja kati ya kitu ambacho watu wanatakiwa kuelewa, utafanya shortcut kwenye mambo mengi sana, lakini Mungu hanaga shortcut. Yani Mungu anataka discipline. Lazima uwe na discipline. Sasa yule jamaa amewekeza kwenye discipline. Muda aliyoutumia sio mdogo, amejitoa, amesacrifice kwa muda mrefu. Kwa tunapoyaona matokeo makubwa leo yanatokea kwa Pastor Tony, mimi binafsi when I see the guy I salute him. Ingawa kwa wachungaji wengi sio rahisi sana ku appreciate watumishi wengine, lakini kwangu mimi huwa ninaona kwamba ukimwona mtu kabarikiwa, mpe maua yake, thamini alicho nacho, ili na wewe Mungu akupe neema, kwa sababu watumishi wengi hawapokei neema kutoka kwa watumishi waliobarikiwa, kwa sababu badala ya kuwabariki na kuwafurahia wanawasema vibaya kwa wivu na chuki. Kwa ndio maana mtu anashindwa kuwa imparted. Lakini mimi I believe the guy is a man of God, genuine man of God. Lakini pia ni mtu ambaye amewekeza. Yani unajua niweke vizuri hapa, ni kwamba kuna tofauti kati ya kujulikana haraka na kujulikana ukiwa tayari umepata matokeo. Sio, unanielewa? Tony amekuja kwenye game ya amekuja kujulikana kwa watu, tayari ameshajua huduma inatakiwa kwendaje. Manaka alikaa akaistudy akiwa anaendelea kufanya huduma. Tofauti na mtu mwingine anaweza akawa anajulikana lakini hajawahi kusacrifice, hajawahi kujitoa. Kwa hiyo inafika wakati sasa anaanza kuona, mbona mimi nimejulikana muda mrefu mpaka sasa sijawahi kupata matokeo wala matunda yoyote kwenye huduma yangu. Kwa hiyo hili, ndugu mtangazaji, watu wanatakiwa kuliangalia. Kwa hiyo nimalize kusema kwanza, vijana wengi tunatamani tuwaone kwenye utumishi kwa sababu ni generation yetu.
lakini pia wanatakiwa kujua. Lakini hapo kuna watumishi wengine wanakuja kwa namna yao pekee, ukiachana na Pastor Tony Kapola. Wanakuja kwa vioja wanavyojua wao, mara matope, lakini wanauza labda mboga na vitu kama hivyo na nini. Hiyo unaizungumziaje? Au kugawa pesa tu madhabahuni? Wanasema Mungu amemtumia, wamewatumia namna hiyo, inakuwaje? Kuna nabii mmoja alitembea uchi. Alipewa maelekezo na Mungu atembee uchi. Mungu alikuwa amemsemesha. Mimi nina uhakika nabii yule ambaye alitembea uchi hakuna aliyemwelewa. Watu wanatakiwa wajifunze, wajue Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kubadilika. Lakini Mungu anazo approach nyingi ambazo anaziachilia kwa watu. Lakini pia watu wanatakiwa wajue kwamba Mungu ni mkubwa sana kuliko Biblia. Mungu ni mkubwa sana kuliko Biblia, na watu wasimfungie Mungu kwenye maandiko ambao ni ya Biblia ambao tunayo. Mimi ninachoamini, kwa sababu Yesu pia maandiko yanamuelezea kwamba Yesu alifanya miujiza mingi na maajabu mengi ambayo kama yangeandikwa kwenye Biblia basi Biblia isingetosha. Sasa pointi yangu ya msingi ni hii, kwamba Mungu mpaka leo bado anafanya. Mungu mpaka leo bado anazungumza na watu wake. Mungu mpaka leo ana approach mpya. Mungu kila siku yeye kama yeye anajiupdate. Yani there is no way unaweza kumzoea Mungu. Yani Mungu bado anaishi, kwa sababu angekuwa Mungu wetu ni mfu, basi tungesema aliyowahi kuyafanya kipindi kile ni hayo hayo. Ndio maana Yesu anasema kabla ya kuascend mbinguni, anasema yale ambayo mimi nimeyafanya nyinyi mtayafanya zaidi ya hayo. Manake kuna mambo mengi sana ambayo Yesu aliyafanya ambayo Yesu hakuyafanya, pengine sisi tunatakiwa kufanya kulingana na neno lake. Lakini pia watu wanatakiwa kuelewa ya kwamba kuna kitu kingine, kuna kitu kinaitwa agano baina ya mtu na mtu, patano baina ya mtu na mtu. Tunajua kwenye maandiko Mungu aliweka agano ama patano na taifa la Israeli, lakini aliweka agano na mtu mmoja mmoja. Kuna agano alilopatana na Hana la kumpata mtoto Samueli, lilikuwa ni agano baina ya nani? Ya Hana pamoja na Mungu wawili. Kuna agano ambalo Mungu aliingia na Musa, ambalo lile agano ambalo Mungu aliingia na Musa, walivyohoji Miriam pamoja na Harun, Miriam walipigwa ukoma, na wakati wakiwa wanaelekea katika mwamba wa Meriba, Miriam alikufa. Kwa hiyo ninachotaka kukisema ni kitu kimoja, kwamba Mungu wetu halimitiwi, lakini Mungu wetu bado anafanya maagano na watumishi wake. Kwa hiyo kwa ufupi sana, ndugu mtangazaji, mimi nilichojifunza, mimi binafsi siingilii maagano baina ya mtumishi wa Mungu na Mungu wake. Sijui wamekubaliana nini. Kwa hiyo mimi nikimwona mtu anagawa keki ya upako, nikimwona mtu anagawa mafuta, anaweka mafuta, nikimwona mtu anafanya chochote, sio kazi yangu ku question. Sijui wamepatana nini na Mungu, kwa sababu ikumbukwe Mungu bado anafanya maagano na watu wake. Okay. Hivi karibuni tulikuwa na msiba mzito wa Papa Francis, lakini ilionyesha kwamba amefariki akiwa na shilingi kumradhi, alikuwa na dola 100 tu. Hiyo nazungumziaje? Ni sawa. Najua ilivyo media zilivyotangaza kwamba Papa Francis amefariki, lakini kwenye akaunti yake ya benki wamekuta dola 100 peke yake. Watu wengi wamezungumza, nimepata watu wengi wameyachukua yale maudhui na kuanza kuona kama watumishi wenye fedha ni kama wapigaji. Papa Francis yeye hakuwa na hela yoyote, manake kuna kama watu wanaichukulia ile content ni kama Papa Francis amekufa katika hali ya umaskini. No, mimi niseme tu kwamba Papa Francis kwa level yake, lakini kwa level ya Wakatoliki na maisha wanayoishi Wakatoliki na wanavyowatunza makuhani wao, Papa Francis hakufa maskini. Nikiwa ninamaanisha hivi, cha kwanza, mapapa hawaoi. Kwa hana mtoto, hana mke, ndio kwanza. Lakini la pili, papa kama papa
kwa umri ambao anakuwa amefikia na alimefikia, ni very rare kukuta kwamba bado ana wazazi. Manake kwanza yeye unakuta hana anayemtegemea na hategemewi, hilo la kwanza. Lakini la pili ni kwamba kwa malezi ya wenzetu wa Katoliki, wanajua sana ya kuwalea wachungaji wao, kuwatunza wachungaji wao, mapadiri, wachungaji, mapadiri, makardinali hao, pamoja na akina papa, sawa. Tunapozungumza papa, yeye ni kiongozi. Ile Vatican ambayo ni nchi ambayo inasemekana na watu 800, ni 800 kama sikosei. Wale watu wote wanamchukulia ule kama rais wao, lakini pia ni kama kiongozi wao wa imani. Sasa papa anakuwa anapata kila kitu anachokihitaji kwa muda wowote. Chochote ambacho yeye anakuwa anatamani kukipokea anakipata. Kwa hiyo hana shida ya matibabu, anapata. Mavazi anapata. Ana shida chochote anachokitaka anakipata on time. Kwa hiyo sidhani kama kuna faida ya kuongeza makaratasi ambayo hutakuwa na matumizi nayo, kwa sababu sijui kama unanielewa. Yani kuna haja gani ya kuwa na makaratasi ambayo hayatakuwa, yani yatakuwa, sijui niwekeje. Lakini ndugu mtangazaji, ninachotaka ni kuzungumza ni kwamba kuna faida gani ya kuweka na makaratasi ikiwa yale makaratasi kitu ambacho yanaweza kukinunua unaweza ukakipata bure? Si umenielewa? Narudia tena, yani kuna faida gani ya kutunza makaratasi ambayo hayo makaratasi thamani alionayo ya kununua kitu fulani wewe unaweza ukakipata bure? Kwa hamna faida. Kwa mfano, watu wengi wanasema, nichukulie niweke kwa upana, watu wengi, Wakristo wengi, baadhi wasiosoma neno na kulielewa, wanasema kwamba Yesu alikuwa maskini, kwaona wao wanatakiwa wawe maskini kama Yesu. Wapo Wakristo wa hivyo. Kwa hiyo wanaona kama vile kuwa tajiri, kuwa na kila kitu ni kama ushetani, ni kama sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo kipimo cha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu ama wewe ni mchaji wa Mungu, wengi wanapima kwenye eneo la una nini. Ukiwa hauna fedha, umefulia kabisa, wanaona huyu hakika ni mtumishi wa Mungu kwa sababu amejinyima, hana chochote. Mimi niseme kwamba Yesu hakuwa maskini. Maandiko yanasema alifanyika maskini kwa utajiri wetu, ingawa hakuwa maskini, ingawa alikuwa tajiri. Manake Yesu alikuwa tajiri, ila aliamua kuishi maisha ya umaskini. Kwa mfano, uwe na uwezo wa kununua Gucci, uwe na uwezo wa kununua iPhone, hii latest iPhone, kununua magari ma V8 VX, alafu unaamua kutembea kwa miguu, unaamua kuvaa sendo pamoja na kaptula, lakini kuna mabilioni ya fedha, wewe ni maskini? Si maskini, kwa sababu unao uwezo wa kupata chochote unachokitaka wakati wowote, ila umeamua badala ya kuvaa Gucci na mavazi ya gharama, unaamua kuvaa nguo za kawaida za shilingi 2500, shilingi 5000, t-shirt na nini. Unachagua hivyo. Wapo matajiri wengi ambao wana uwezo kabisa, lakini hutakuta na iPhone, anatumia simu ya kawaida, wakati mwingine kiswaswadu. Na unakuta mwingine anavaga vishort pants tu, ni tajiri, anavaga sendo simple, mwingine hata nywele akumbuki kuchana. Kwa hiyo hii, ndugu mtangazaji, pia tuiangalie kwa hivyo kwamba cha kwanza watu wanatakiwa kujua, utajiri si fedha tu. Utajiri ni ule uwezo wa kumiliki chochote unachokitaka kwa wakati unaotaka. Huo ndio utajiri. Amen. Narudia tena, utajiri sio fedha wala vitu vinavyoonekana. Utajiri ni kuwa na uwezo wa kupata chochote unachokitaka wakati wowote unaotaka. Sasa Yesu hakuwa maskini, kwa sababu Yesu kama aliweza kulisha watu zaidi ya 5000 chakula, manake Yesu hakuwa maskini. Manake alikuwa na uwezo, hakuwa na haja ya kutembea kuwa na mafedha, kwa sababu anajua chochote anachokitaka anaweza kakipata muda wowote. Sasa mimi kama mchungaji, ninapokuwa sina hela na uchungaji wangu, ninapopeleka watoto wangu shuleni kwa ajili ya ada, sineni kwa lugha.
pale ili ada iingie kwenye akaunti za shule ili mtoto wangu asome. Ninapoenda na gari yangu Sheli, sitanena kwa lugha reba kata ya bashekete ili mafuta yaingie kwenye gari. No, wanahitaji hela. Kwa hiyo sasa Yesu alikuwa ni tajiri, lakini uwezo wake yeye alikuwa na uwezo wa kupata chochote muda wowote anavyotaka bila kuhitaji fedha. Alikuwa kwenye hizo dimensions, na ndio maana Petro alivyomkata yule jamaa sikio, Yesu alimwambia rudisha upanga alani mwako, maana uwae kwa upanga atakufa kwa upanga. Alafu Yesu akamwambia Petro, je, kwani mimi siwezi kumwomba baba yangu akanipa majeshi 12 ya malaika? Manake Yesu alikuwa anajua kwamba ana uwezo wa kuomba mpaka malaika wakaja, majeshi 12, lakini alikuwa hataki. Si umenielewa vizuri? Manake Yesu ni tajiri, na Yesu alikuwa ni tajiri, lakini hakutaka kuishi aina hiyo ya maisha. Kwa watu wanatakiwa waelewe. Sasa mimi dimension yangu ya kupata kila kitu ninachokitaka kwa wakati ninaotaka inahitaji inahitaji fedha, inahitaji falanga, inahitaji shekeli. Kwa hiyo mimi nalazimika kuwa na fedha. Papa Francis hakuwa anahitaji fedha. Dimension aliyokuwa nayo na namna anavyohudumiwa, makaratasi hayana thamani kwake, kwa sababu anaweza akapata kwa njia nyingine simple tu akamletea kila kitu. Mimi nani ananiletea kila kitu mzee? Kwa lazima mimi, ili na mimi nipate kila kitu kwa wakati ninaotaka, kama ambavyo Yesu, kama ambavyo Papa, mimi nahitaji fedha. Sawa sawa. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo swala hapa, watu wasiangalie fedha kwenye account, watu waangalie nini maana ya utajiri. Utajiri ni kupata chochote wakati wowote unaotaka. Hiyo ndio maana ya utajiri. Manake mimi kwa mfano, ikifika time natembea kwenye dimension ambazo nikiomba gari linaibuka gari ambavyo sio rahisi, au nikatembea kama wana wa Israeli, maana zilikuwa zinashuka kutoka mbinguni. Ndugu mtangazaji, nina haja gani mimi ya kuanza kutembea na mahela? Makaratasi hayana issue, kwa sababu mimi najua I can get anything anytime. Okay, sawa sawa. Niko na Pastor Sita Majani hapa. Kuna changamoto ya mahusiano, ndoa. Unadhani ni inatokana na mfumo wa haki sawa ama mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo? Maana imekuwa ni changamoto kubwa sana sasa hivi, watu mara mbili, na unakuta watumishi wa Mungu zaidi inaongoza hiyo hali. Inakuwaje? Okay, yani unajaribu kuniuliza kwa habari ya mahusiano ya ndoa. Mahusiano ya ndoa, watu zinaachika nini? Changamoto ni kubwa sana kuhusiana na mahusiano. Okay, ukizungumzia kwenye eneo la mahusiano, especially ndoa, cha kwanza kabisa shetani anapiga sana ndoa, kwa sababu mahali popote utakapoona hakuna maadili, kuanzia ngazi ya mtaa, ngazi labda tarafa, kata, mkoa, taifa, maadili yoyote, wanaita moral decadence, mmomonyoko wa maadili wa aina yoyote utakaouona kwenye eneo fulani, changamoto zinaanziaga kwenye ngazi ya ndoa, familia, na hatimaye inakuwa ni tatizo la kijamii. Sasa shetani anajua akitaka kuharibu vijana wawe wavuta bangi, anapiga ndoa. Kwa vijana wanapoteza mahusiano yao, yani ndoa zikishaharibika wazazi wanashindwa kulea watoto. Ndio maana unaona leo tuna janga kubwa la masingle mother wengi. Ndugu mtangazaji, niseme ni neema, sisemi wote, lakini ni neema sana kukuta mtoto amelelewa na single mother alafu akapata maadili ya kujitosheleza. Baba ana nafasi yake kubwa. Baba ana nafasi yake kubwa. Na ndio maana nizungumze tu hata Hajiri alipoondoka. Unajua Hajiri aliondoka mara ya kwanza kwa Ibrahim. Mungu akamrudisha, akakutana na malaika akaambiwa rudi ukanyenyekee. Kwa nini? Maana ule mtoto alikuwa anahitaji bado apate malezi ya baba. Kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka nikizungumze, alafu watu wengi waelewe. Hii ni trick ambao watu wengi hawajui na shetani amekuwa akiitumia. Okay, katika ulimwengu wa roho, especially ulimwengu wa roho ambao ni wa kwetu sisi wa Kristo, ni kawaida kabisa kwamba mtoto anarithi
kutoka kwa baba aliyemlea, sio baba aliyemzaa. Okay. Yaani mtoto anaweza akapata urithi kabisa wa kiroho kutoka kwa baba aliyemlea, sio baba mlezi. Baba mlezi, kwa baba aliyemlea, sio baba mzazi. Manake baba mlezi ana nguvu kubwa ya kuathiri maisha ya mtoto in a positive way, in a negative way. Si umenielewa vizuri? Na ndio maana tukimwangalia Yesu amezaliwa na Bikira Maria. Yusufu ambaye yeye ndiye ukoo wa Daudi. Yusufu hakumzaa Yesu kwa maanisha kwamba alitoka kwenye viuno vya Yusufu. Manake Yusufu yeye alimuoa Mariamu, alikuwa ni mume wa Mariamu, na yeye ndiye aliyemlea Yesu. Lakini sio kwamba Yesu alitoka kwenye viuno vya nani? Vya Yusufu. Kitendo kile tayari kilimfanya Yesu, kwa sababu alilelewa na Yusufu ambaye anatoka katika uzao wa Yuda, ilimfanya Yesu achukue urithi kutoka kwa Yuda kupitia Yusufu ambaye yeye alimlea. Sasa iko hivi, watoto wengi wamekuwa manipulated kwa sababu wamama waliachana na waume zao au waliachana na wanaume waliowazalisha. Kwa mtoto akalelewa na single mother, alafu wakaja walezi mbalimbali wa baba 2, 3, 4, 5 ambao walikuwa wanakuja kwenye familia. Hii ndio ilileta changamoto kubwa kwa watoto. Mtoto ana-adapt tabia ya baba huyu aliyemlea, baada ya muda ana-adapt tabia ya baba mwingine, ana-adapt tabia ya baba mwingine. Kwa hiyo anakuwa na urithi mwingi wa wababa mbalimbali. Si unanielewa vizuri? Sasa ndio maana sasa Hajiri alipoondoka kwa mara ya kwanza kutoka kwa Ibrahim, kabla mtoto wake nani alikuwa anaitwa, mtoto wa Hajiri alikuwa anaitwa Ishmael. Kabla Ishmael hajatairiwa, kabla Ishmael hajafikisha ule umri pia ambao unastahili, Mungu alimwagiza Hajiri arudi akanyenyekee kwa Sara ili aendelee kubaki pale mpaka pale ambapo alikuja kukua kabisa Ishmael, ndipo ambavyo aliruhusiwa kuondoka. Kwa nini? Aliendelea kukaa pale kwa Ibrahimu kwa sababu Mungu alitaka ile mbegu ya Ibrahimu isije kapotea. Mtoto wake akaenda kulelewa na wanaume wengine, alafu ile mbegu ikawa manipulated. Watu wengi wanatakiwa kujua hili. Mzazi yoyote, baba yoyote au mwanaume yoyote ambaye hata kama mtoto alikuwa sio wa kwake, akamlea tangu akiwa mdogo, tayari ni baba yake katika ulimwengu wa roho. Ana nguvu, ana mamlaka, ana uwezo wa kubariki ama kulaani, na kile kitu kikampata ule mtoto hata kama hakumzaa. Okay. Umenielewa vizuri? Yeah. Sasa shetani anajua huu mchezo. Shetani anapiga sana ndoa, watu wanafarakana, wamama wale watoto katika mazingira ya usingomadha, ili wale watoto waanze kuhangaika huku na huku. Kwa hiyo kije kuzaliwa kizazi cha watoto ambao hawana malezi ya baba, au wamelelewa na wababa ambao si asili yao. Kwa hiyo wamerithi roho zingine kutoka mahali pengine. Kwa hiyo kinakuwa ni kizazi cha watoto ambao wamekuwa manipulated. Kwa hiyo anatengeneza udhaifu wa watoto na kizazi. Sijui unanielewa vizuri? Sasa nini kimesababisha? Kwa sababu umeuliza pia kwamba nini chanzo cha kuharibika kwa maadili ya especially kwenye eneo la ndoa. Chanzo chake namba moja kabisa ni kutokujua vipaumbele, kutokujitambua na kutokujua vipaumbele. Wanawake wengi na wanaume wengi, namba moja, hawajijui wao nani kibiblia, wao ni akina nani mbele za Mungu. Yaani Mungu aliwaumba wao akawaweka katika nafasi gani. Hii ndio kutokujijua. Mwanamke hajui yeye amewekwa katika nafasi gani na Mungu, na mwanaume wakati mwingine hajui amewekwa katika nafasi gani. Mwanamke aliletwa kwa makusudi mawili kwa Adamu. Namba moja, mwanamke hakuumbwa kwa ajili ya Mungu. Maandiko yapo, kama utataka nikuoneshe maandiko nitakuonesha. Mwanamke hakuumbwa kwa ajili ya Mungu. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume, ingawa mwanamume aliumbwa kwa ajili ya Mungu. Ndio maana Mungu alivyomuumba Adamu,
yeye Mungu alikuwa amejitosheleza kabisa kumuumba Adamu, kwa sababu alimuumba mtu ambaye atakuja kutawala hapa duniani, Mungu akiwa anatawala mbinguni. Lakini Mungu alivyoangalia ule upweke wa Adamu na alivyoona wanyama wengine wanaendelea wako wawili wawili, akasema haipendezi, akaona Mungu haipendezi huyu mwanamume awe peke yake. Manake akamletea msaidizi, manake alimletea kwa ajili yake Adamu. Mungu hakumleta Hawa kwa ajili yake Mungu. Alimleta Hawa kwa ajili ya Adamu. Si unanielewa vizuri? Ndio. Yes. Ngoja nikuchukulia iPad yangu nikuoneshe hilo andiko. Tupo na Pastor Sita Majani hapa Kivule katika kanisa la Baoji. Okay. Yeah, kwa hiyo nataka nikuoneshe ili watu wasije wakasema kwamba mtumishi imekuaje, vimeenda vimerudi, kwa sababu watu wengi ni challenges. Wanapenda kuchallenge lakini hawasomi maandiko. Okay. Ngoja nikuoneshe hapa. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11 anasema kuanzia mstari wa 7, anasema haimpasi, anasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Yani mwanamume ni utukufu wa Mungu, ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni mfano ni utukufu wa mwanamume. Hii ni Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Alafu mstari wa 8 anasema maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Anasema wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Kwa Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11 kuanzia mstari wa 7 sawa mpaka mstari wa 12 utaona namna ambavyo neno linathibitisha kwamba mwanamke hakuumbwa kwa ajili ya nani? Ya mwanaume. Ni mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, ila mwanamke ameumbwa kwa ajili ya mwanaume, na mwanamke hakuumbwa kwa ajili ya Mungu. Mwanaume tunaoneshwa kwenye ule mstari ambao nimekusomea kutoka Wakorinto wa kwanza hiyo sura ya 11, tunaoneshwa kabisa kuanzia ule mstari wa 7. Anasema ya kwamba mwanaume ni utukufu wa Mungu, ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke yeye ni utukufu wa mwanaume. Sasa wanawake wanatakiwa kujua position yao. Vita kubwa ndani ya familia, wanawake wengi wamekuwa ni wanaharakati wapigania uhuru ndani ya ndoa. Wanataka haki sawa. Anataka na yeye awe anarudi usiku wa manane nyumbani kama mwanaume. Anataka na yeye awe na mipango yake, ajiamlie cha kufanya. Wakati mwanamke yeye anatakiwa urize ruhusa kwa kila kitu kutoka kwa mwanaume. Wanawake wengi sasa hivi atakiwa anaenda mahali, anatoa taarifa, haagi, haombi ruhusa. Mwanamke atakiwa kutoa taarifa, anatakiwa kuomba ruhusa. Sasa wanawake wengi wamechanganya hapa, kwa imewapelekea wao wapite kwenye mazingira mabaya, mazingira magumu, ambayo sasa mwanaume asili yake yeye ni mtawala, mwanaume asili yake yeye ni mfalme. Kwa mwanaume anapokosa ile heshima ambayo ilikuwa imekusudiwa, na mwanamke akiwa hataki kuisubmit ile heshima, hapo ndo vita inapotokea. Kwa sababu kuna neno huwa naongea mimi siku zote ya kwamba hakuna mwanaume katili mbele ya mwanamke mnyenyekevu. Kwa vita inaanzia hapo, na hatimaye mwanaume sasa, mwanaume yoyote akikosa heshima, yes, mwanaume yoyote hata kama angekuwa unamzidi kila kitu, akikosa kutetemekewa, kuheshimiwa, mwanaume haoni tena hamu ya kuendelea kuwa na mapenzi na mahusiano na yule mwanamke. Changamoto nyingi inaanzia kwa wanawake. Yes, na ndio maana wanaume wengi ambao wana nyumba ndogo, fuatilia kule kwenye nyumba ndogo vitu gani wanapewa. Wanadanganywa tu, hiyo unyenyekevu mwingi, maigizo mengi, wanapetipetiwa. Mwanamke anamtetemekea mwanaume na nini, anaona haya ndo maisha. Kuliko kuendelea kufa kwa pressure, anaona bora akae pale. Sasa hatuombei, lakini tunatamani wanawake wasiwe wanaharakati ndani ya ndoa. Wanawake wazingatia kwamba wao wamewekwa katika nafasi gani, lakini pia vipaumbele.
nini cha kwanza, nani umheshimu kwanza na nani afate. Kitu kingine ambacho nataka kuongezea, wanawake wengi, tuzungumzia hata wanawake ambao wameokoka. Kuna wanawake ambao wanamheshimu sana mchungaji kuliko mume. Yale pia ni makosa. Kwa sababu Mungu hajasema, amesema kweli tuwaheshimu wachungaji, lakini tunatakiwa tujue mwanamke yoyote amewekwa chini ya mume. Mwanamke yoyote amewekwa chini ya mume. Na ndio maana Mtume Paulo anasema mwanamke akishaolewa anatimiza furaha, yani anampendeza mumewe. Lakini yule ambaye hajaolewa, kama akiweza abaki vile vile kama akiweza. Maana mwanamke yote ambaye hajaolewa, yeye anawaza kumpendeza nani? Mungu. Lakini akishaolewa tu anaanza kumpendeza nani? Mumewe. Na ndio maana mimi kanisani kwangu ninaweza kuwa nafuatilia sana mabinti ambao hawajaolewa kwa ajili ya ratiba za ibada, na hakikisha kwamba wanakuja na wapigia simu na nini na nini na nini, na wakomalia sana. Lakini akishakuja kuolewa na kuwa anaanza kuelewa kwamba anatakiwa pia kumtii mume wake. Kwa hiyo tunaanza sasa kupunguza kwamba vipi baba anasemaje, ongea na baba basi akupe ruhusa uweze kuja kanisani. Aongee na mume wake. Manake mimi namkaribisha ibadani, lakini aongee na mume wake. Sasa changamoto nyingine kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwa wanawake sasa waliookoka, ni ile unakuta sasa anamheshimu sana mume wake, mchungaji kuliko mume wake. Sasa hapo watu wengi wanachanganya. Kuna tofauti kati ya mchungaji na Mungu. Tuheshimu wachungaji, lakini sifike hatua mchungaji anakuambia ufunge. Sawa? Anakuambia ufunge, alafu humuombi ruhusa mume wako, alafu unaingia kufunga. Mume anahitaji jambo lake, haumpi. Eti kwa sababu unafanya nini? Unafunga. Unatugombanisha. Sisi wachungaji tunaonekana tunavunja ndoa za watu, lakini kumbe ni jambo la hekima, kwa sababu Mtume Paulo amesema watu wapatane, mke na mume wapatane na kufunga. Wawe na kiasi na kufunga, ili mjaribu asije akawajaribu. Kwamba wapate muda wa kufunga, lakini wapate muda wa kurudiana. Lakini katika kufunga wapatane, kwa sababu unapofunga na kuomba inafika hatua humpi tendo la ndoa mume wako. Kwa mwanamke sasa nini kinatokea? Mwanaume huyu pengine hana imani vizuri, anatoka anaenda kuzini nje. Funga yako inakuwa inaharibu ndoa. Kwa hiyo kila kitu kiwe na makubaliano. Na jambo jingine la mwisho ni kutokujua mtu nini anataka. Mahusiano mengi ya ndoa, watu wameingia kwenye ndoa walikuwa wana kiu ya kuolewa, wana kiu ya kuoa, lakini hawakuwa wanajua wanataka mtu wa aina gani, lakini hawakuwa wanajua pia hulka ya yule mtu aliye naye. Yes, kuna mabinti wengi ambao nimekuwa mimi muoga kidogo. Nimekuwa nikiwaambia vijana, usiolewe na msichana kwa sababu ana desperate ya kutokuolewa. I mean, usimuoe msichana kwa sababu ana desperate ya kuolewa. Manake yeye kiu yake anataka sana kuolewa. Sasa mara nyingi kiu ya kutaka sana kuolewa inapokuwa kubwa, inafika time ananyamazisha hisia zake. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo ikitokea kwa nini nimesema ananyamazisha hisia zake? Inampelekea sasa anamwambia Mungu, yoyote atakayekuja niko tayari kuolewa naye. Sasa anakuja mwanaume, yeye hana feelings naye, hajampenda, hamuelewi, anaamua kuolewa naye. Akiolewa naye, akishamaliza lile la ndoa, kwamba sasa si nilikuwa nahitaji ndoa, nimepata ndoa, hisia zake zinarudi sasa kutafuta yule anaye mtaka, kwa sababu huyu aliyeolewa naye ameolewa naye kwa sababu alikuwa anahitaji kuolewa, lakini si kwamba alimpenda. Baada ya hapo anaanza kupambana. Sasa ndio unasikia leo binti kaolewa na kaka fulani au mbaba fulani, alikuwa na kiu ya kuolewa. Ile kiu sasa ameshakamilisha hilo jambo, sasa anaanza kutafuta wale ambao ni haja moyo wake. Ndio unasikia mabinti wana cheat. Kwa nini? Anaanza kutafuta sasa wale ambao mwanzoni alikuwa ni kama binti tu ambaye anaolewa na mtu kwa sababu ya fedha. Sahihi. Ameolewa kwa ajili ya fedha. Hakumpenda huyo mtu.
kaenda kwa sababu ya fedha. Akishapata fedha anarudi kwenye moyo. Mtu yoyote akishapata kila anachokitaka anarudi kusikiliza moyo. Ndio maana ni kama, yani unajua hisia ni kama mvutaji wa sigara. Mvutaji wa sigara anaweza kasikia njaa sana, akala, kisha kula, sasa anaanza kutafuta hisia zake zinataka nini. Anaingia chocho, anatafuta sigara, anaanza kuvuta. Kwa nini? Ndivyo ilivyo pia kwenye mahusiano ya ndoa. Kuna hisia na kuna uhitaji. Kuna upendo na kuna uhitaji. Anaingia kwenye ndoa kwa sababu ya uhitaji wa fedha. Anaingia kwenye ndoa kwa sababu ana uhitaji wa ndoa. Umri umeenda, anafanya nini? Kwa anapoingia kule amepelekwa uhitaji, sio kwamba huyu mtu kampenda. Anaingia kule na uhitaji wa fedha, maisha magumu, sio kwamba kampenda. Fedha zikishakaa vizuri anarudia moyo wake kusikiliza, hisia zinaanza kuchukua nafasi. Anaanza kuangalia sasa anataka wakaka gani. Aliolewa na mwanaume kwa sababu ya fedha. Huyu mwanaume muonekano wake anakuja kama anaondoka. Alafu baada ya hapo sasa anaanza kuangalia wakaka handsome, waliopanda hewani kidogo, wananukia. Huyu baba aliyekutana naye hajui hata kupiga marashi, hajui hata kunukia, hajui nini. Yeye ni kazi, anatafuta hela. Anaanza kutafuta sasa wakaka wanaonukia, si wakoje, wenye swag, wanajua kuvaa. Huyu ni mpiga kazi, hajui kuvaa, hajui nini. Akivaa suruali akiwa anatoka kana anaenda shambani. Kwa dada sasa anaanza kuangalia huyu baba nitamficha wapi huyu. Kizaazaa. Akienda kuwatambulisha marafiki zake, huyu ndo mume wangu, ambia msimuone hivi ana hela huyu. Maana yake anajua kabisa kwamba vitu vingine hana, kwa hiyo inabidi ajitetee kwenye hela. Huyu anajali huyu. Sasa hii ndio imetokea changamoto. Wapo wengi mabinti ambao hawakujua mioyo yao inataka nini. Hisia za mioyo yao zilizima, wakaingia kwenye ndoa kwa uhitaji, hawakuingia kwenye ndoa kwa hisia na kwa upendo. Kwa nini kilichotokea? Walipata walichokuwa wanakitaka kwa sababu ya uhitaji, lakini baadaye walirudia mioyo yao kuisikiliza inataka nini. Vijana wanatakiwa kuogopa sana kuoa mtu yoyote ambaye anaingia kwenye ndoa kwa uhitaji. Either uhitaji wa fedha ama umri umeenda anahitaji kuolewa. Huyu anakuja kwako kwa sababu ya uhitaji. Ukishamuoa anaanza kurudia moyo wake na kutamani hisia zake zirejee. Hilo ndio ninaweza kusema kwa point hiyo. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Asante kwa wakati wako. Na Mungu akubariki sana. Asante sana. Nilikuwa na Pastor Sita Majani hapa Kivule Baoji. Karibu sana, naitwa Bahati Semwiche. Endelea kutufuatilia zaidi kupitia Nyota Shine TV. Asante sana. Asante sana. Karibu sana.